Mtu ayatoka mnyumba au yaanza kumuita. Mtu ashatoka ndio inakuwa mume wangu. Mule mnyumba sio ungeniambia vile unataka kuniambia. Haya sema. Unataka kusema namna gani? Sasa mtu akikuita si unajua kuna tatizo. Sasa mimi nitakuita tu bila sababu. Sasa mbona kitu kidogo tu unakuwa mkali? Sema niko nakusikia Sema. Mimi nimekuita nikuulize hivi. Mbona pale mezani sijaona chochote kitu, kodi ya meza sijaona au umesahau? Basi vile ndio ungeniambia zamani basi. Huku unakuwa kuniambia nichaanza kutoka. Bado tukianza kutoka tunakuwa na haraka za kazi. Shika. Shika. Faranga hii shika. Huku naizarau wenzako huko naitafuta hivi. 2000. Si ndio makuta ile mama. Niko na makuta ingine ya kukupatia. Hapo unajua mume wangu sasa hivi una matatizo sana. Unajua sasa hivi umebadilika sana wewe. Sasa mimi hela nanunua kitu gani jamani? Ndani hamna chochote huko ndani. Wenzako bako natafuta hiyo 2000. Bako naitafuta. Lakini kama nakupatia nao huko mwanamke unajiongeza. Si ujiongeze. Sasa mimi nijiongeze vipi? Mume wangu mimi nina kazi hapa. Mbona kama tunanyanyasana jamani? Nunua vyenyewe vitakuwa yako. Vyenyewe viko basi sana. Sasa unisikilize kwanza. Bwana mimi niko na wai mkazi. Niko na wai mkazi. Huko unanichelewesha. Sema vyenyewe unataka kusema vyote vimalize niende mkazi. Kwanza nimekumbuka. Sasa hivi tabia zako zimekuwa za ajabu ajabu. Kwanza unachelewa kurudi. Pili ndio unaniachia vya 2000 vyako hivi. Hii tabia inakuwa endelevu. Alafu ukirudiki usiku unarudi unanukia manukato tofauti ambayo ndani kwangu hayapo. Ujue kabisa kama kule kukazi tuko natumika mpaka usiku. Na isitoshe kule kukazi kuko nakuja watu hivi wanakuja wanajipaka maparfait. Kwa hiyo mtu akikusalimia hivi unabakia na ile harufu. Uko unajua vile. Sasa nikija hapa unakuwa elelele. Haujui kama kule tunatumika mpaka usiku. Haujui vile. Hauko unajua. Bwana niache niende mkazi. Nitajua tu. Utajua leo utajua. Na wala uko nijua ndio utajua mimi ni mgoni. Nataka kuniuliza soda niache 2000 mimi nanunua kitu gani hii 2000? Huyu mwanaume bwana anichukulia poa sana mimi. Yaani katika 1500 anapata 6000. Nataka langu kamili niondoke zangu. Sitaki 6000 mimi. Wewe nenda kwanza na hiyo. Ukija tena jioni utakuta zingine nishamwachia. Ya naomba utoe 15000 tusitafutane. Tutafutane ubaya mbele za watu. Mimi nimekaa huko najimaliza. Mtu anakuja kunilipia au anakuja kutoa 6000 kweli? Sasa mtu anasemaka pole pole mama. Unaanza kupandisha sauti watu wasikie kama niko hapa kwako. Haya huyo mtu umemwacha shilingi ngapi? Mpaka mimi unakuja kunipa cheki ya 6000 chako.
Mimi nimeachia mke wangu 2000. 2000 ndio nimemwachia mke wangu. Kwa hapa kama nimetoa hiyo nyingine ambayo imebaki, mama utakuja kuichukua hapa. Cheusi, mimi naondoka. Jioni nafuata yangu ile iliyobaki. Sitaki masiara. Imebaki shilingi ngapi hapa? 9000. Hapo baadaye utaikuta. Alafu wewe, unajua unanitia aibu sana. Unasema mingi, unasema na sauti ya kabambi na ule dada yuko nasikia. Ajui vyenye tuko mwanzo. Bwana, utajua Mungu. Sasa unasema unakula nini? Vimemtia shauku vitu vyako wewe loko. Wewe mbona mwenzako naimba wewe najikakamua? Wewe umekaa tu kimya kwamba unajua kuimba? Shoga yangu, sio kwamba siwezi kuimba. Yaani hiyo mudi ya kuimba mimi naitoa wapi? Yaani hapa nawaza hii 2000 nitapata kitu gani dukani cha kupika? Yaani hapa ndani sina mkaa, sina mafuta, sina unga, sina mboga. Wewe matatizo kila siku ya Mungu ni wewe tu. Sija kuja kulalamika huna njaa, hela yako haija kutosha. Wewe kila siku hela haijatosha, njaa, matatizo yote kibao ni ya kwako. Huyo mume anafanya kazi gani? Mume wangu si unajua sasa hivi kule Kongo mambo hayajakaa sawa, kwa hiyo hela zimekata. Sio mbaya, tunavumiliana. Mungu wangu nipe kaba. Hela zimekata ila wanaume ndugu yangu wanaume. Wanaume mfanyaje? Hapana, wako sawa. Mungu kawajalia, mashallah. Wewe ni ndugu yangu, usiwezi nikaruhusu ufe na njaa wakati mimi naweza kukusaidia. Nimetoka kukusanya hela za kikundi. Hii hapa itakusaidia kwa mahitaji yako madogo madogo. Nitajiletea mimi mwenyewe nyumbani. Naomba ule ushibe, utoke na shavu. Sitaki ukonde. Nataka uzidi kunenepa unawili. Asante shoga yangu, mimi nashukuru sana. Hapa kidogo umenisave. Kwa sababu hata sasa hivi hata bajeti yangu naona inakaa sawa. Sasa hapa nitapata hata kimfuko cha 200 jamani. Hapo sawa, ila nina haraka. Maana nina ubuyu umenikaa hapa unanikereketa. Mungu nipe subira. Ubuyu gani uniambie? Mimi sasa hivi ushanisaidia, akili yangu ishakaa sawa. Wewe niambie tu. Ila je, unakaba? Kaba mimi nalo. Unakaba? Kaba nalo. Una moyo? Moyo nao. Una kifua? Kifua, mgongo, shape, mashallah kama unavyoniona vyote mimi ninavyo. Hautazimia? Hapana. Kweli? Kweli. Basi kesho nakuja. Yaani nataka wewe umekula, umeshiba, ili unapopokea taarifa sitaki kutetemeka. Sasa uniambie tu leo mimi. Nimekuambia kesho. Siku wako kaja ngoma iko huko. Vitu sio binadamu na kuita mara tatu, sijui unalo ya chatu. Shemeji huyo. Ulikoni? Karibu. Asante. Karibu ndani. Hapa panatosha, maana uko ndani joto. Na hili nilokuwa nalo naweza nikafa. Haya, tukae. Shemeji. Yaani bora tu nilivyokukuta. Maana nisingekukuta sijui hata ningefanyaje. Maana nina vitu vimenikaa hapa shemeji yangu.
Vitu gani vilivyokukaa kwenye hilo koo lako? Yaani kakako sasa kabadilika sana. Yaani na mambo ya ajabu ajabu, mimi hata simuelewi kapata na tatizo gani. Amebadilika amekuaje? Kakaangu huyu unayemjua mimi au kaka mwingine? Huyo kakako wewe, mume wangu mimi. Ndio aliyebadilika. Yaani sasa hivi kwanza anataka kurudi nyumbani. Na nikimuuliza mwenzangu ulikuwa wapi mida hii, anakwambia mwanaume kurudi nyumbani kwake mpaka umuulize maswali. Kwanza mwanaume akirudi nyumbani atakuwa kufurahi, mwanaume karudi nyumbani. Hata kama amerudi saa 10 alfajiri. Unauliza unataka kujua nini? Jamani, yule mtoto wa kiume kurudi saa 10 ni jambo la kawaida. Mimi kuna wakati mwingine mimi narudi saa 9, saa 11 alfajiri hapa nyumbani kwangu. Sasa wewe unataka rudi saa ngapi na shemeji? Hebu acha mama. Hapana shemeji. Hayuko sahihi hata kidogo. Na yule sasa hivi mimi nahisi kuna njia zake za ajabu anapita huko. Kwa sababu muda mwingine anarudi ananukia manukato tofauti ambayo hata ndani kwangu hayapo. Sasa kuna wakati mwingine anakufanyisha mazoezi ya ulinzi, ujilinde wewe mwenyewe bila kujijua. Sasa unataka ulale kombate nini? Kenge, shuka. Shemeji bwana, nyinyi wenyewe mnatakiwa mpendeze hapo mlipo. Sasa mwanaume asipokuwa mtafutaji, mnaanza kulalamika. Kwa hilo shemeji, haya basi yote 9. Hiyo tabia ameanza lini? Hayo mabadiliko ameanza lini? Yaani hiyo tabia zake sasa hivi zimeshakuwa endelevu. Yaani hiyo sasa hivi ni tabia yake endelevu. Na kila nikiongea mimi naonekana naongea baya. Hata kama nimemwambia jambo nzuri, naonekana nimeongea kibaya. Sina jema sasa hivi kwa yule baba. Kwa hiyo mimi nahisi labda ana vitu vyake mwenyewe anavifanya huko akitokaga nyumbani. Hapo sasa nakuelewa. Nilikuwa kidogo tumepishana, ila kwa wakati hapa nimeanza kukuelewa. Sasa shemeji, usijali. Kwa kuwa umeshalifikisha kwangu mimi namba 10 kama Pacome Zuazua. Nitalituliza dimbani hapa katikati. Niliweke sawa. Mimi yule bazangu. Kakaangu kabisa. Nitamuita, nitaongea naye kuliweka sawa. Alafu ukija kucheki shemeji, kwenye ukoo wetu wewe Messi, tunakukubali wewe. Mimi nakupambania. Basi sawa shemeji, mimi nitashukuru sana. Jitahidi uongee naye ndugu yako. Mwambie kabisa anavyonifanyia hivyo mimi naumia jamani. Hivi kweli kabisa mwanamke unalala peke yako tokea saa 2 mpaka saa 10 usiku mwanaume wako hajarudi, hivi unajisikiaje? Hapo kwenye muda siwezi kumwambia, ila kwenye masuala mengine ulalo tunayoisha nitapambana. Kama ameshaanza ujinga wake wa namna hii, yule mimi kakaangu ananisikiliza, tunasikilizana, hawezi kupindua meza. Kwa mimi ninachokuomba kwa na amani, mimi ile swala nitalipambania mimi mwenyewe. Alafu tena shemeji, hapa siku 2-3 mimi nitakuja nyumbani kwako, kwa sababu nina muda mrefu kweli sijaja. Kwa hiyo mimi naomba uniandalie kile chakula kizuri ninachokipenda, kama cha yule mpishi yule, si anamuitaga nani, unamwona kwenye TV. Usukula wewe usijali. Mimi nachotaka tu uongee na ndugu yako abadilike jamani. Angalau akichelewa sana arudi hata saa 5 nyumbani. Basi mimi sitaongea kwa nitajisikia tena natamka neno lolote. Hilo limeisha. Basi shemeji yangu mimi naomba nikuache. Umwache nani? Shemeji wewe. Unaongea vitu mimi ndo nikuache wewe na sio wewe uniache mimi, unaniachaje? Basi mimi naomba niende. Hapo kwenye kwenda wewe nenda. Na mimi mwenyewe hapa nilikuwa najiandaa kutoka. Basi acha na mimi niende kwenye mihangaiko yangu. Shemeji. Haya. Shemeji. Shemeji una vitu vyangu kabisa wewe. Sijui kakaangu alinizidi wapi wewe. Huyu mshenzi huyu akizingua mimi napita naye kama kiberenge. Ukaze. Ni mtoto mzuri. Kaka ana chake. Hebu njoo bana. Njoo kuko kuna jua bwana. Ndani kwa kwenye joto. Kuto kujifungia ndani kutoka nje. Unataka wewe mzungu au? Hamna hata joto ndani. Sema tu wewe ndio hivyo una kisilani. Haya, niambie. Utanisamehe sana kwa sababu sitaingia ndani mwako. Najua kuna joto kwa sababu jua linawaka.
una feni shoga yangu. Ile ukubali tu sikatae. Ndio useme kwa sauti huko ndani kwako najua kuna feni joto. Sijui nitaungua. Mbona mimi nimekaa kule ndani sijaungua na mimi mweupe kukuzidi hata wewe? Kwa mimi mgeni umo ndani. Nimefika leo nimekujua leo wewe. Hata kuficha umaskini kama tunaonekana bana. Jamani. Haya nipe ubuyu. Maana nimeusubiria kwa hamu. Yaani roho yangu tokea jana imekaa juu inasubiria ubuyu wako. Rafiki yangu, kiukweli hali ambayo nimekutana nayo jana, mimi mwenyewe imeniuma sana. Yaani nimejisikia vibaya mno. Kabla sijakushauri, ushauri wangu mbovu au mzuri, wewe na mume wako mnaishije? Nilikuona kama malaika wa ndoto. Maneno yako yalikuwa moto. Rafiki yangu, kiukweli mimi nina mengi sana. Na kiuhalisia kwa mwanamke ambaye amefundwa, sio vyema kuongea siri za ndani kumwambia mtu mwingine ambaye husikani na hiyo ndoa. Lakini wewe nitakwambia kwa sababu wewe ndio rafiki yangu mkubwa na inaonyesha unanionea sana huruma kwa ninayoyapitia. Kiukweli mimi na mume wangu hatupo vizuri kabisa. Yaani amebadilika sana. Sio kama mwanzo. Kuanzia kwenye uchumi mpaka kwenye kurudi nyumbani. Yaani sasa hivi anarudia nyumbani saa 8, saa 10 usiku. Sasa kwenye uchumi ni 2000, kaniachia sana hela nyingi 3000. Mpaka mimi nashangaa. Hela nyingine anapeleka wapi? Au yani imekuaje huko kazini kwake mpaka anapata hela ndogo kiasi hicho? Yaani kiukweli mimi sielewi, yani ananichanganya sana. Mume wako hana shida yoyote ile. Yaani yuko sawa kabisa. Ila kuna kajambo kamejificha hapa chini ya pazia. Si unamjua yule Cheusi? Cheusi. Mdada mweusi, hivi mchafu mwembamba. Ana mdomo anapenda kuongea sana. Si unamfahamu? Cheusi. Amecheza naye kikoba, humjui na wewe? Kuna kidada kinakaa pale mtaakati, kichafu hivi kinaongea sana. Hicho. Jana mimi nakuchukua kwa hela ya kikoba. Mume wako akaja, akamlipia hela, akanipa shilingi 6000. Na katika ile 6000 ndio nimekupatia mimi jana buku. Ukaongezea hela ya kula. Kwa maongezi mazungumzo walivyokuwa wanaongea kwamba kile ndo kimada chake. Kuongea chochote kwa yule baba kwa Cheusi. Mungu, mtie nguvu. Umemkuta pale mume wangu mimi? Sijakwambia upandishe pressure. Ndio maana nikuuliza umekula. Yaani hapa mdogo kama mziki wa Jaimo. Taratibu. Hata mimi ninachokuomba, jaribu kumchunguza mume wako vizuri. Chunguza kila simu yake inayoingia. Mimi nitaenda kukuibia namba kwa Cheusi. Nitaenda kumwomba Cheusi namba, nitakuja kukupatia wewe ili uandike kwenye simu ya mume wako tujue mbivu na mbichi. Sawa, nimeshajua kumbe sasa hivi kwa nini nateseka. Wewe rafiki yangu fanya hivyo. Kanichukulia ile namba, alafu na mimi nitafuatilia kwenye simu za yule baba uko ndani. Lakini haki ya Mungu mimi nikimgundua yule dada ananichukulia mwanaume wangu. Yule mwanaume mimi nimetoka naye mbali. Yaani yule mwanaume mimi nimetoka naye tokea Kongo. Najua umetoka naye Kongo, umetoka naye Mbagala, mimi hainihusiana kwa sababu nataka utulie kama moja. Tuchunguze kwanza afu tulianzishe. Sawa. Nenda kuchukua namba na kuletea sasa hivi narudi. Kila la heri wewe nenda. Haya. Mimi Mungu jamani, huyu mkongo sijui nitamfanyaje. Ngoja kwanza. Nilikuona kama malaika wa ndoto. Maneno yako yalikuwa moto wa roho. Uliniahidi dunia bila mipaka, lakini nyuma ya pazia ulikuwa na hila. Simu zako zilikuwa siri usiku, majina mapya, sauti za anaingia mimi apige kelele, kijola cha buku mbili unajikuta mayele. Naika gani acha kunitambia mama, ukiamua nini nishindwe kuzuia. Sina muda na mtu kupigana, napigana maisha
maisha yangu. Ai we. Karibu shoga yangu. Asante, lakini ninajipya bana. Sina hata jipya, nafuta namba yako tu basi, sina kingine. Namba yangu tena? Ina maana wewe umefuta namba yangu, si ndio? Namba yako sijafuta, ila line yangu ilipotea, nimerenew line, sina namba ya mtu yeyote. Hivyo nipatie namba yako, sitaki kumpata mtu nyumbani kwake, sijui nataka hela kikoba, ila nini, mtume kwenye mpesa yangu. Ila kweli shoga yangu, hapo utakuwa umenirahisishia. Maana mimi nikiwa kwenye shughuli zangu nawaza, mama kikoba kule sijafikisha hela zake kwa wakati. Sasa hivi nakuwa nafanya kazi ya kutuma tu. Hapo shoga yangu kweli umefanya kweli. Lakini sio kwa kufanya, yani unakuwa hutumi hela, tutagombana. Wewe tena. Hujaiongea na mimi vizuri, siku ikaisha. Jamani. Nipe namba mimi naongea na rafiki ndio kufanya. Nipo kwa mtaalamu, nimechanganyikiwa. Unanikosha unajua? Sema ngata shughuli yangu leo hata kesho. Ila sio mchongo hela, nipiga chenga. Wewe mwanamke tafuta hela, mwanamke vigoma. Haya hiyo hapo shoga yangu. Sasa nimekupatia namba, usitume hela na kuleta Kigoma nyumbani kwako. Haya. Bwana, mtu atasema pumzike hapa tena unakuwa kumlamusha. Mtu ashinde tena kunyumba shida, aende kukazi shida. Aseme. Hebu amka bwana. Mimi sina hata maongezi na wewe. Nataka tu kujua hii namba huyu ni nani? Namba gani? Namba ya wapi? Hii ya kwanza. Mimi sijui hii namba wanaandika. Bwana, namba iko na masita sita hivi, ni namba ya nani? Sijui hii namba, kama hata simu yako. Namba sijui. Hauijui eh? Mwenye hii namba ni mwanamke wako. Unakuja mama. Nimefanya uchunguzi wangu na nimepata ushahidi na namba hii nimeipata. Sasa usijifanye hapo unakataa wakati hiyo namba unaijua kabisa vizuri. Mke wangu, hiyo yote vinatoka wapi? Wivu gani ndio nakalaka nayo? Mtu asiongee na mwanamke kwanza, mko nasema ni wa wapi kwanza? Kuna kidemu kinakaa pale, mtawakati cheusi hivi kichafu kuoga. Sasa hapa kuvuka hapa hii bomba. Ndio. Mapenzi naanza shuka. Kwani mimi niende kutongozana na si yule mweusi ndio kunasema? Ndio huyo. Sasa mimi naenda tongozana na mweusi, mimi mwenyewe mweusi, tuzale watoto gani? Tuzale matairi ya gari, tuzale mapine. Mimi mweusi, yeye mwenyewe mweusi, ni mtongoze nimpeleke wapi? Kwanza wanasemaka ni mchafu ile dada. Sisha nitoshe mikombokolo yangu niende kumfuata kule nimweke kwa bibi yangu. Kweli? Mama, hata wewe peke. Acha wivu. Namba yake kwenye simu yako inafanya nini? Na umemsema kabisa fundi. Unaweza kaniambia namba inafanya nini kwenye simu yako? Ajabu kabisa. Mimi nisema fundi, kama nilisema fundi ni kwa sababu usiku mmoja tulikuwa na mkazi, tulikuwa na birthday ya mfanyakazi mwenzetu. Ndio akasema hapana, Kaluta wewe ndio utafute mtu mwenyewe atatutengenezea keki. Ndio nikamfuata ule dada akasema ana bijuaka. Ndio kuliko niandike fundi wa keki nikaandika fundi. Mimi naye kama akili shanza kuchanganyikiwa. Sielewaki. Unajikuta mjanja. Sio ujanja mama, si ndio niko nasema kweli? Niko nasema kupunguza wivu mama. Punguza wivu. Nizale na ule mweusi vile. Tutazala mtoto gani? Unajua mwenyewe. Mimi mwenyewe mweusi, yeye mwenyewe mweusi. Hapana mama, punguza wivu. Unajua usijifanye uelewe ninachokiongea. Mimi nina uhakika kabisa 100% huyu dada ndo anayefanya uchelewe kurudi nyumbani. Uniachia mimi 2000 vyako na pia unukia perfume za tofauti. Lakini nakwambiaje, nitakuja kujua tu kama nimeipata mpaka hii namba. Kufumania na kitu kidogo sana. Mimi niko naona ni wivu. Kunifumania utachoka. Si wewe hata siku moja utanikamataka na yule mwana. Never. Mimi hainihusu bwana wewe. Ila macho. Mwanamke alijua. Utakuwa mtu mwalikia kumwambia ama namna gani? Nani mama nani? Mama nani?
nimetoa namba mimi. Mimi huyu nimetoa namba ya nani? Yako. Mtu anafanyaga kwanza salamu bibi yangu, ndio mengine inaongea. Yaani wewe ni kutomboka tu, ndio tutaishi tu. Mke wako ni chizi. Ameitoa wapi namba? Kaja hapa kajimaliza, kanitukana, kanizaba vibao, kaniumiza mimi mwili wangu mpaka nimevimba. Nimekaa sienda hata kazini kwa sababu yako. Na hapa alipayua Wewe tusizoeane. Useme sasa polepole mpaka jirani yako naye asikie kama tuko tunaongea. Unjue kama tuko nafanya vitu vya siri. Nasema unasikia la mke alivyonitukana? Mimi nampenda yeye. Wewe ungejua kama ule mwanamke usimpendaji, wewe ungesema hivyo. Mwanamke kumwekunda vile sasa papa inaozea kumuti, mimi nitembee naye, nilikuwa napata aibu kuonekana mwanaume mweusi. Ndio maana nikakuchagua wewe mama, ambaye tunaendana rangi. Tukikaa mimi na wewe tunazala hata watoto wa mmoja kiana. Japo kwa watu wako nasema tutazala mapine ya gari, lakini ni watoto tu watakuwa watoto sawa watoto wengine. Mama. Yaani mimi ameniumiza sana. Basi pole. Mwanamke gani yule mwanaweza kutisha? Yuko naenda mbele sasa anarudi nyuma. Mwanamke mwenyewe kwanza yule ni kuibia siri. Anakoyolaka kitanda. Nakujua. Oho, ndio habari ile. Uliwaje na mke kama hiyo unakumbusha. Sasa mimi ni bahati mbaya, ni mkochi tu nilipataka mkochi tu mama. Hauwezi amini. Ni mkochi kabambe yenyewe nilienda pale. Sasa ni hivi tuingie mnyumba tuongelee mnyumba. Yaani sitaki kabisa mazoea. Njoo kwanza mke wangu, njoo kwanza tuongelee mnyumba. Tuna mama, unajua tumetoka mbali. Mimi na wewe kukufuata wewe niipenda nichague mwenzangu mweusi. Mama, njoo tuikale. Mimi sitaki. Niko na zawadi. Zawadi kwa? Tusha kwanza sauti mama yangu. Mimi nimejitolea kabisa kuwa na wewe mama. Umeleta nini? Nimekuletea hela mama yangu. Kwanza hata kunyumba sikuacha hata kitu. Sikuacha kitu leo. Niko saa Mungu tu alinielekeza, nilijua kama mlifokeana nisimupe rasio. Toke mimi nakupendeaka. Wewe unanisikilizaka ulikuja bayuka baba. Ni nyumba. Mwanamke mimi simpendi. Kama nakwambia uoe. Niko bado. Kwa zenyewe ndo hizi zina matatizo. Shemeji hapa ya Tonga, mimi sinatoka mkazi. Mimi natoka mkazi ndio nakutana na wewe unasema kaka twende kwanza kunyumba kuko mazungumzo, ndio nasema sawa. Unafika hapa mazungumzo iko. Na umefanya la maana kuja, kwa maana ungepitiliza moja kwa moja nyumbani. Ungekutana na maafa. Kwani kuku ni? Maafa mazito sana. Niambie kuku shida gani ambao ulisema tuke tuongee. Bwana kakaangu, bwana shemeji alikuja. Shemeji wako mke wangu? Huyo sasa una wake wangapi? Mbona nina mke mmoja ndio. Bwana shemeji alikuja. Amekuja hapa amelalamika sana. La kwanza, sasa hivi umebadilisha mifumo. Unaacha 2000 ndio hela ya kula nyumbani. Kweli kaka? 2000 hiyo anunue nyama ya kuku, anunue mchele, anunue mkaa, uje ukuti ule. Shemeji akafika mbali, akaanza kulalamika tena. Sasa hivi umekuwa na tabia ya ajabu. Unarudi nyumbani ukiwa unanukia manukato ya kila aina. Leo ya Kichina, kesho ya Kijapani, kesho kutwa ya Kituruki. Nikauliza kakaangu mimi huyu. Kakako huyu unayemjua wewe. Shemeji alilia. Akalia. Alilia sana. Yaani kama ni watu hapa alijaza. Nikasema sura yangu mimi hapa naificha naiweka wapi? Kaka mbona umebadilika kuaga hivyo? Shemeji analia. Naongea kwa hisia, kwa uchungu kwa sababu mimi mwenyewe limenigusa. Tena akafika mbali. Akaniambia tena mengine. Bwana, kakako sasa hivi anarudi saa 7. Siku nyingine saa 8, siku nyingine saa 9, siku nyingine saa 10 ya alfajiri. Ananiacha mimi peke yangu ndani. Nikamwambia kakaangu mimi huyu unayemjua? Akanambia ndio. Nikasema kakaangu mbona ukuaga hivyo? Hizi za usichana wako, hizi za uvulana wako. Nikasema hapana, mimi nitamuita niongee naye, nimwambie ili abadilike. Kwa hiyo kaka, mimi nimekuita hapa. Na lengo la kukuita ni kukutaka kubadilika. Mbona shemeji ana vitu vyako kabisa? Shemeji mtoto nzuri yule. Mungu kamuumba. Rangi inaonekana, shepu namba 8, sio puto wala kipa. Unahangaika nini kaka? Tena ushukuru Mungu umewahi. Ungechelewa mimi yule mtoto ningemchukua. Wallahi nakwapia. Kwani unaanza kufuta mpaka. Ndio wewe uliniitia hapa.
Kwanza vilianza ukaanza kuikala na shemeji yako chini, muanze kuongea vitu kama hivi. Ulianza sikia nikwambie. Mimi niko mkubwa kwako, mimi nizaliwa mbele yako, nikaona vitu mingi mbele yako. Ule mwanamke yuko na wivu. Na kama ni hivi ndio wenyewe mko mnaniitia, bwana, ukome kuniita hapa kunyumba kwako. Sitaki ingine siku muikale mko mnanizungumzia. Sawa? Sawa tatizo. Sikia nikwambie. Sitaki ingine siku mnizungumzie. Kama huko iliwaza utaniita hapa uniambie labda ulipata kazi nyingine niachane na ile niko nafanya, tuje tushirikiane bukazi tuangalie jinsi tutajenga maisha. Kumbe unaniitia kuhusu mwanamke wangu. Mimi naona kama unanikosea hapa. Unanikosea, usinihitaji tena vitu vya hivi. Kwa hiyo unasusa. Unasusa. Achana na susa. Wewe ukisusa wenzako wanakula. Hiyo michezo na Katomba tu peke yake, sio wewe. Ndio anasusaga kazini. Kaka naye. Kwanza sio shemeji alikosea wapi? Kaka sura kama Morapa. Bora kwanza ananuka jasho. Kulikoni? Mbona umekuja mputa hivyo, shida nini? Umekimbizwa kulikotoka? Wala sijafukuzwa. Lakini niliyakuta kule makubwa. We, usiniambie. Baada ya kuniletea ile namba ya simu. Si kweli nikaenda kukagua kwenye simu mume wangu. Nikakuta kweli kuna SMS na makolu kibao. Na jinsi ninavyoonyesha kabisa kwenye zile SMS kwamba wale ni wapenzi. Lakini kilichochanganya zaidi, kaseviwa fundi. We, kaseviwa fundi. Choka mie. Si hata mimi nimeshangaa, ila hata hivyo mume wangu kampendelea kumsevu yule fundi. Na ule uchafu kuoga vile alivyo, aseviwa fundi bora tange msevu dobi au muosha vyombo kwenye majumba ya watu, ndo majina yanayomfaa. Yaani umenipiga bonge la surprise, yaani machele yangu alicheza vile vile. Si mimi nilitaka kuniuma nikemkuta labda kamsevu my wife au my world au kipenzi changu au sijui nini. Angemsevu wale majina ya kizungu, anamsevu fundi. Anajikuta yaani anajua kila kitu. Kama anajua za huku, si unajua za huku. Basi nataka tumkomeshe. Yaani tumnyoshe. Sana mdomo sana yule. Anajua kuongea, anajua kubana meza watu, tunamnyosha safari hii. Alafu nasikia hata alikotoka huko, alikuwa na bwana meza watu hivi. Hapo kwenye kumnyosha. Nataka unishauri rafiki yangu yule dem tumfanyeje? Tutamfanyaje? Cha kumfanya kipo. Mimi nacho cha kumfanya. Nina mtaalamu wangu, hiyo ni kiboko, ni hatari. Hajawahi kufeli kwenye kazi zangu. Na muaminie, yani 100% asilimia. Basi weka fagio ndani twende kwa huyo mtaalamu tukamkomesha jamani. Mimi siwezi kukubali, maana nilimwambia nitakuonyesha mimi ndo mngoni asili. Akaniambia na mimi ndo mtoto wa Kinyakyusa. Yaani mimi yule nataka tumnyooshe. Sawa, pia na wajua wangu anawasikia. Wacha kufanya, nenda kesho asubuhi mapema. Naomba uje hapa tuongozane kwa mtaalamu. Ila kesho mbali kumnyosha yule na wewe, lakini kesho sio mbaya. Nitakuja kesho asubuhi. Yaani yule nyampua akitoka tu na mimi nimetoka nimekuja hapa tukamnyooshe. Mbona pua? Ama kweli pua shoga. Ila pale ulikosea. Hata kama unasikia nguso kwa ule mpua umetangulia mbele kuliko hata yeye mwenyewe. Kwa hiyo basi poa, kesho asubuhi mimi nitakuja mapema kabisa. Kwa hiyo vipi ndani chai nini? Yeye anataka hadi kula kwangu. Umeniletea umbea na kula unataka. Dada, samahani. Sipikaje wageni mimi. Nilije kinamba we, nikaenda Kenya we, nikakosa namba we, nikarudi Songea, nikapata namba di gharama hiyo, atalipa nani? Gharama hiyo, atalipa nani? Atalipa mshenga mwenye kujua gharama. Yao.
Samanini kidogo. Nilivuta kabangi kidogo ndio maana kananifanya nakoa kama Konde Boy. Kabla ya yote kuna mtu ana kasimu kakubwa hapa. Simu kubwa inaendana na nini na sisi shida zetu tulizopata hapa mganga? Nataka ni download ka nyimbo kako teka Diamond Platinum. Hatujabeba simu. Haya, nawasikiliza. Mganga, tumekuja hapa tuna shida hii moja. Rafiki yangu ana matatizo. Mume wake anamchiti kila siku ya Mungu. Hivyo nilikuwa naomba yule mwanaume umkomeshe. Sasa nikakubali rafiki yako anachitwa kila siku ya Mungu. Inaniuma leo kama binadamu. Nataka subiri kwanza. Kwanza wewe ndio mwenye shida au mwenye shida leo? Huyu ndio mwenye shida. Lakini huyu mimi ni rafiki yangu lazima nimsaidie. Sikiliza vizuri. Kama shida ni ya kwake, acha nielezee. Twende ndani kusikiliza. Mimi nashukuru mganga. Mganga, mimi mpaka kuja hapa nimekuja kwa ajili ya kumkomesha mume wangu na kimada wake. Ndio. Mume wangu ananichiti sana, alafu ananidharau. Na kila mimi nikimwambia anajifanya nisikilize chochote, ni ameota mapembe. Na hata yule mchepuko wake nilimfuata mpaka nyumbani kwake. Nikaenda kumuonya, bwana achana na mume wangu, niachie mume wangu, mimi na mume wangu tumetoka mbali. Mimi yule mganga yule mwanaume nimemtoa Kongo, tukaja mpaka huku kukaa, lakini yeye ananiibia tu sasa hivi kirahisi. Sasa mimi nataka umnyooshe, yani mfanye kitu ambacho atajutia maisha yake yote. Atokaa nisahau hata siku hii. Sawa. Acha. Sawa, nimeshawaelewa na nimewasikiliza kwa makini shida yenu. Kwa kuwa umeshamwambia na hataki kuelewa, mimi nataka nimuonyeshe kazi. Nataka nimrudishe kwenye imani yako. Sijui unanielewa? Nisikiliza kwa makini. Kabla sijamfanya chochote, nataka nimpe funzo kubwa sana na aibu anaweza kuja kuipata mbele ya watu wengi. Si unanielewa? Tena hii aibu nitaenda kuitolea sokoni. Pale sokoni kwenye watu wengi, soko ambalo watu wananunua vitu watu wengi. Na mimi naenda kuitoa pale. Ndio. Tena tusubirie ile siku ya mnada ile. Kuna malipo yote ambayo nataka tuache. Nitalipa baada ya kazi, sawa, haina shida. Ila mganga, nilikuwa naomba unisaidie dawa ya kusafisha nyota. Maana natembea sana mganga, natembea huku situlii nyumbani. Milo limeisha. Unazulula sana kama umekula miguu ya kuku. Hata kidogo nyota na mvuto nitulie nyumbani hata mara moja sio mbaya. Sawa, haina shida. Siku nitakaye kuja kumfanya tukio huyu, swala lake likimalizika, alafu na wewe nakupa kale kadawa ukatumie. Sio unanielewa? Nimekuelewa mganga, ila naomba usinifelishe. Sawa. Odi hapa. Odi. Karibu. Mjambo. Asijambo. Nilikuwa nauliza huyu wa yumo. Yupo ndani? Ndio, yupo ndani. Sasa mbona mko mwenyewe hapa na ndani sasa anabakia anafanya nini? Hamna, labda atakuwa ameamua kupumzika tu. Sawa. Namuona kwanza ndani mara moja. Haya, karibu. Asante.
ila mwenzangu, huyu dada amezidi. Kila siku yeye anaingiza wanaume wake. Na usije ni mume wa mtu. Na nini nawahusu nini? Embo cha kutetea maovu. Anakupa nini yule kumtetea? Tangia unaweza kwa rafiki amekupa kitu gani? Embo acha mambo yako bwana wewe vipi? Koma, hayakuhusu. Au unamwonea wewe? Mimi nimeona hivyo yule. Jamani, tuendelee na mchezo. Haya mimi hawatuhusu. Mchezo. Mbea tu mpaka za kuumiza. Inaganda mama iko inaganda. Shoga yangu kuna majanga huko ndani. Majanga? Majanga gani tena ambayo mimi siyajui? Shoga yangu, wamenasiana. Wamenasiana? Kina nani wamenasiana? Kuna mwingine cheusi. Kimeshawaka. Mungu wangu. Nilijua tu kama kitatokea hivyo. Yaani kwa nasubiria tu. Nashukuru Mungu kimetiki. Si cheusi unamwongelea? Cheusi shoga yangu. Twende ukajionee mwenyewe. Yaani mambo yasiyo mengi. Ngoja kwanza nimpigie simu mke wake, tumpitie tuondoke wote. Ni yeye kwa najua vizuri tu. Alo. Wajaneti. Kwani uko wapi mpaka sasa hivi? Mambo yashakuwa lele. Yaani kimeshanuka. Ninavyokuambia sasa hivi wameshanasa. Unaenda wapi tena na wewe? Basi simama hapo tunakuja. Nilikuona kama malaika wa ndoto, maneno yako yalikuwa moto wa roho, uliniahidi dunia bila mipaka. Mganga, lakini tayari washana sana huko, watu wamejaa kibao. Sasa cha kufanya wewe mganga ufike hapa eneo la tukio ili tumalize kabisa kazi yetu, na ile ahadi yako itimie, tuwapeleke sokoni, usije kuwafungulia hapa. Si unajua tutaka waaibike. Sasa sikiliza. Ukifika pale kwa kitunguu maji, nyumba ya kwanza, ya pili yake inayofuata, kuna geti la bati. Ndio nyumba hiyo. Sawa baba. Nakuaminia babangu. Yaani umeniheshimisha, yaani umewaibisha hawa mbwa. Jeuri yote umewaishia. Nakusubiria baba. Lakini mapenzi yalinifanya niwe kipofu, nikashikilia. Ndio nifanya mimi mapenzi niyachukie. Imba tena sijasikia, twende tena hapo bwana. Kwa maana ingekuwa na uwezo walai. Nijakia twende tena hapo tena. Kwa maana ingekuwa na uwezo walai ungetete. Imba tena sijasikia, twende tena hapo tena. Kwa maana ingekuwa na uwezo walai ungetimuliwa hapo tena. Nifanya mimi mapenzi niyachukie.
Hata kama nimeanza kitu muziki tunaingia. Ujinga ndio nifanya mimi mapenzi niachukie. Hata kama nimeanza kama muziki tunaingia. Na mtu Tikisa kitu tena kidogo. Sinaga shombovu. Ndio yangu ndio hiyo. Sasa mimi bwana nasemaje? Hao walivyonatana hapa hawezi kutoka hapa. Kutokea hapa hawezi. Mganga jamani. Hawa wanatakiwa waende wakatolewe sokoni mwenye watu hawezi. Unapotaka tunataka. Unamsitu bota tunaenda. Tunaenda tayari. Tupeleke huko huko. Twende sokoni. Mjinga ndio nifanya mimi mapenzi niachukie. Tena sijasikia twende tena hapo sasa. Mbona wewe walai ungeteketea? Hapo tena twende baba. Mjinga ndio nifanya mimi mapenzi niachukie. Tena sijasikia twende tena hapo tena. Wewe fala mbona wewe walai ungeteketea? Tena sijasikia hapo tena. Ujinga ndio nifanya mimi mapenzi niachukie.
Hapa nipo kwa ajili ya kufanya kazi yangu. Sikiliza. Mimi nataka niwatoe. Ya Mungu mengi. Ya Mungu mengi. Siku nyingine msirudie tena, mkirudia tena na wahamishe zingine zote na zote. Asante sana. Yaani ukirudia tena ile mtu na mamita huyu na wewe na mamita huyu. Ndio.
Mwenyekiti, kwanza karibu sana. Jisikie kama uko nyumbani, jisikie huru, jisikie amani. Imekuwa pia bahati kwa sababu kila kinachotokea huwa kinapangwa na Mwenyezi Mungu, bila kujali ni kibaya au ni kizuri. Lakini leo matatizo ya Bwana Kaluta yametufanya tukutane tena. Nadhani almost imepita kama miaka 2 hivi hatujakutana. Maana kuna yale masuala 9 Desemba na mimi nimetoka kwenda Mtwara kwa ajili ya kusimamia masuala ya kula, ndio tunaonana sasa hivi. Aswa. Karibu sana. Asante. Bwana Eliki, inaonekana ulikuwa na mengi unayojua yanahusiana na Zezeta. Lakini kilichonichanganya ni wewe kushindwa kuweka hili jambo wazi. Mpaka leo natokea haya. Unajua unaweza kuwa unaongea kitu mtu unatabasamu, unacheka, unahisi unafurahisha au unafurahia, lakini huwezi kujua moyoni mtu anaumia kiasi gani. Kwa hiyo inawezekana mtu wa kwanza kukulaumu ni wewe kwa sababu hili jambo kuliweka wazi. Siku nyingine usije ukarudia kukaa na tatizo kama hili kubwa, linakuja linatokea, inakuwa aibu katika familia. Waswahili wanasema mjomba ni mama, lakini mimi ni mtoto wa kiume, siwezi kuwa mama. Na kama ningelikuwa mama basi ningewazaeni nyie. Lakini kwa sababu ni mtoto wa kiume nimeshindwa kuwazaeni nyie. Kwa nafasi yako umekosea. Kimsingi mjomba, nilikutana na bwana shemeji hapa. Akanieleza changamoto zinahusiana na ndugu yangu hapa brasa. Bwana, kuna 1, 2, 3 kinachoendelea. Ndugu yako sasa hivi amebadilika. Amenieleza mengi kweli kweli. Lakini katika kunieleza na mimi nikamwambia, kwa kuwa umenifikishia mimi mdogo wake, basi nakuomba shemeji utulie. Sisi kama familia tunakuamini na tunakukubali. Basi mimi nachokuomba tulia, mimi nitazungumza na ndugu yangu. Kwa kuwa hili jambo mimi nilichukulia kwa uwepesi na nikakutana na ndugu yangu Karuta hapa, nikaongea naye. Nikamwambia, bwana, hizi tabia tunazoenda nazo sio nzuri. Mwenzako analalamika.
hivi na unachokifanya sio kizuri. Ndugu yangu akanielewa na nikamtolea mfano hai. Unaona mimi mwenyewe hapa nilipo sasa hivi, mimi single boy, single man. Ndio maana sitaki ziekaeka. Akaniambia mdogo wangu, mimi nakuelewa, mimi mkubwa, nimeliona jua. Sasa katika kuliona jua, naona ameliona jua zaidi. Ndio haya yalotokea ya kukutana huko masokoni. Mjomba, tupo uchi. Mjomba, tupo uchi mjomba. Sijui sura yangu mimi naficha wapi. Nisikitishwe kidogo na maamuzi yako uliyofanya. Sikulaumu, ila niseme ni hasira na upendo uliokuwa nao kwa mume wako. Ni katika njia tu za kujitetea na kupambania hisia zako na kuyaweka maisha yako na mume wako katika misingi iliyo bora. Ndio maana haya yametokea. Lakini kitu pekee ambacho nakulaumu ni kwenda kujihusisha katika masuala ya kishirikina. Ndio kitu pekee ambacho mimi sikufurahia. Na ndio kitu pekee ambacho kwenye moyo wangu kimeniumiza. Kwa sababu unapoizungumzia aibu, hainigusi mimi, inagusa familia nzima. Mjomba, mwenyekiti na shemeji, mimi nilikuwa naomba mnisamehe kutokana na hiki kitendo nilichokifanya. Ni hasira tu na wivu, na kutokana na majibu mabaya ya wenzangu, mume wangu na kimada wake. Nilikuwa nikimuuliza mume wangu kuhusu hili swala, alikuwa akinijibu kwa ukali sana na majibu mabovu. Nikawa najisikia vibaya na roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Sikuishia hapo, nikachukua maamuzi ya kwenda hadi kwa huyo mwanamke wake. Nikaenda kujaribu kumwambia achana na mume wangu, mimi nimetoka naye mbali, yule nimemtoa Kongo mpaka huku Tanzania, kwa niachie mume wangu niendelee naye na mpango naye wa kuzaa naye watoto wengi. Lakini yule mwanamke akaniambia kwamba hawezi kuachana na mume wangu, kwamba kwanza kwake alienda mwenyewe wala kumuita mimi, kuna vitu kwangu hajavipata ndio maana kaenda kwake, na akaniambia kama na lolote ile la kufanya mimi nifanye tu, aniogopi wala nini, kwanza ni mtoto Kinyakyusa. Kwa mimi nikajisikia vibaya sana kwa majibu yake. Ndipo nikamfuata rafiki yangu wa karibu nikamuelezea, akaniambia kwamba yeye ana mganga wake. Na mimi kwa kusikia hivyo, kutokana na majibu yao mabaya, sikufikiria mara mbili, tukaenda kwa huyo mganga tukafanya vya kufanya, ikatokea yote. Kwa mimi naomba nimesamehe sana, sitarudia tena. Kwanza kwa sheria, kwa sisi watu wa serikali, hilo ni kosa. Yule kijana yule, kisheria yeye ndo anatakiwa awe mtuhumiwa namba 1. Sababu kama moja kwa moja angekuja kukueleza wewe, ili swala lilikuwa linaisha mapema. Sasa tukirudi kwenye ibara namba 560 ya mwaka 84, na hiyo inaenda mpaka ibara namba 61 iliyotungwa mwaka 1975. Serikali si atuamini uchawi. Kwa kijana, wewe umehusika kwenye hili tukio moja kwa moja, kwa sababu jambo lolote la kimahusiano halitakiwi lisubirie. Ndio maana tunapokea vifo vingi kwa ajili ya mahusiano. Wewe ulikuwa tunatakiwa uende moja kwa moja mpaka kwa mjomba wako, kwa sababu mjomba ndio kiongozi wa familia. Yeye ndo alikuwa anatakiwa asimame kulitatua hili swala. Na hata hii aibu ukiangalia, sio tu kwa hawa, mmemtia aibu kubwa sana mjomba wenu. Kweli kabisa. Na mimi nimekuja tu kwa heshima yako. Najua. Nadhani nilikuambia nilikuwa natakiwa nije na polisi wawakamate hawa wakae ndani. Kwa sababu wamedhalilisha serikali yangu. Kabisa kabisa. Inaonekana sasa mimi ni mtu ambaye ninakaa na watu wanaoamini ushirikina kuliko maendeleo. Wewe baba wewe, nikipita mtaani sasa hivi naimba nyimbo yako. Kaluta amenasa, Kaluta amenasa. Yaani watoto hawaimbi nyimbo hata ya taifa, wanakuimba wewe.
vitu vya aibu sana. Wewe usinijibu hiyo vitu vya aibu wakati umefanya wenyewe upumbavu. Mimi huyu naondoka nayo. Afu mbona una mwanamke mzuri tu? Hapana baba, ni tamaa baba yangu. Ni tamaa tu. Ni kama shetani tu ndio nipitia baba. Nasikitika sana baba yangu. Kwa mimi sijapenda. Mimi sijapenda kabisa mlichokifanya. Na ni fedheha kubwa. Mbaya zaidi, mmekwenda kutibiwa sokoni. Uone hiyo aibu. Mmekwenda nyinyi kutibiwa sokoni, sehemu ambao watu wanajipatia mahitaji, wanapata huduma, watu tofauti tofauti wanakutana pale, na ni soko ambalo linaingizia kipato halmashauri ya mji. Leo hii hata hawa wamekuja kuuza bidhaa, kununua bidhaa, watakuwa wanaogopa kuja kwa sababu ya hayo matukio yenu. Imagine kwamba bwana Katompa, kulikuwa kuna watu wamekuja na watoto zao, kuna watu wamekuja na wake zao. Tunajenga taswira gani? Sasa mimi nifunge kikao. Mimi ningeomba kitu kimoja. Kwa aibu tulioipata hapa, mimi naongea. Mimi naongea. Mama, naongea na wewe mama yangu. Fanyeni inavyowezekana. Yaani kikao kinapoisha, basi hakikisheni mnatafuta mkoa wowote, mnakwenda kukaa kwa ajili ya kuvunja na kuipoteza hii aibu ambayo tumeipata. Sio kwangu, sio kwa mwenyekiti. Hilo jambo jepesi. Sawa. Hilo. Umeelewa? Hilo limeisha. Na sitaki kuona. Haina shida. Jamani, Mungu aniwaache. Haina shida. Uona safari njema mwenyekiti.